Hapa Tanzania pameshawahi kutokea majambazi vichaa, majambazi waliochanganyikiwa, majambazi waliowehuka na kuiba mali na kumwaga damu. Majambazi ambao hawakumsikiliza mtu, hata ungetekeleza kile walichokitaka bado watakuua. Majambazi wenda wazimu. Majambazi hawa walikuwa na kasi ya ajabu wakati wa utekelezaji wa matukio yao. Majambazi hawa hakika hawatasahaulika. Wakatekeleza matukio ya mfululizo ya kuua watu na kupola mali, huku wakiacha vyombo vya dola midomo wazi, huku raia wakikosa wafanye nini. Na hawa mabwana walifanya mchezo unaitwa hit and run. Yani walipiga matukio kisha wakapotea na kutoweka bila kuonekana. Leo nitakwenda kukuelezea matukio matatu makubwa walioyafanya majambazi hawa ambayo kamwe hayatasahaulika Tanzania na Afrika Mashariki. Ni kawaida ya kuwa ujambazi hufanyika usiku, lakini Tanzania una uwezo wa kuporwa mali yako hata ikiwa ni saa 2 asubuhi ama saa 8 mchana. Wengi tunaamini hapa Tanzania matukio ya ujambazi labda hufanyika zaidi katika majiji makubwa kama Dar es Salaam ama Arusha, ila si kweli. Yapo maeneo tofauti kabisa yaliyoshuhudia ujambazi wa kutisha. Karibu katika mkoa wa Kigoma. Mkoa ambao kabila la Waha ndio wenyeji, wakijishughulisha zaidi na uvuvi, kilimo na biashara kiasi. Kutokana na mwingiliano na taifa hili jirani la Kongo, matukio ya ujambazi na utekaji pamoja na mauaji yamekuwa ni sehemu ya matokeo ya mwingiliano huo. Na miongoni mwa ujambazi wa kutisha mashariki mwa Tanzania mkoani Kigoma ni ule ulioambatana na unyang'anyi na mauaji ya kutisha tarehe 25 mpaka tarehe 30 mwezi Agosti mwaka 2020. Siku 5 zilizokuwa za kutisha mno. Karibu kuitazama simulizi hii itakayokujuza mengi ya kutisha katika masuala ya usalama hapa Tanzania. Mwaka 2020 katika mkoa wa Kigoma kulizuka wimbi kubwa la kutisha la ujambazi lililohusisha mauaji ya kinyama. Takriban matukio matatu ya ujambazi yakatendeka ndani ya siku 5 pekee. Majambazi hawa waliochanganyikiwa kwa kasi ya ajabu walitekeleza matukio ya ujambazi, unyang'anyi na mauaji ya kikatili ndani ya siku 5 pekee. Tukio la kwanza likatekelezwa tarehe 25 mwezi Agosti, asubuhi na mapema mida ya saa 3 asubuhi, ambapo watu wengi ambao ni wafanyabiashara huwa katika harakati zao za kibiashara. Basi abiria takriban 11 ambao wengi wao walikuwa ni wafanyabiashara wakiwa ndani ya gari aina ya Toyota Hiace, magari ambayo kwetu sisi wa Tanzania magari haya ni maarufu sana kwa usafiri wa safari fupi. Basi gari hilo lenye namba za usajili T218 AEE, dereva aliyekuwa akiliendesha gari hilo alilazimika kusimama na kufunga breki baada ya kushuhudia magogo makubwa yamewekwa katikati ya barabara. Na waliposimama, hilo ndio lilikuwa kosa lao kubwa, kwani kitendo cha gari kufunga breki hazikupita hata sekunde 10. Ghafla kundi kubwa la majambazi takribani 7 kwa kasi ya ajabu wakitokea kushoto na kulia wakiwa na silaha moja ya moto aina ya AK-47 ama AK-47 na zana nyingine nyingi za jadi kama mapanga, marungu, fimbo na magongo. Wakalizunguka gari na wakatoa amri watu wote washuke ndani ya gari. Lakini dereva aliyekuwa akiendesha gari hilo aliyefahamika kwa majina ya Maisha Musa, huku jina lake maarufu akifahamika kama Kabundo, aliyekuwa na miaka 35, mkazi wa Kabanga. Huyu bwana alikuwa ni mbishi kweli, akatia loki milango yote isifunguke. Majambazi hawa waliokuwa na haraka ya kutekeleza tukio lao, jambo hilo likawakera mno. Baada ya kuona milango imefungwa, basi mdomo wa bunduki ukaelekezwa usawa wa dirisha, ikafyatuliwa risasi iliyozama katika kichwa cha dereva Maisha Musa na kutokea upande wa pili. Na baada ya kuyaondoa maisha ya dereva Maisha Musa, basi hawakupoteza muda, wakatoa loki za milango kisha wakawaamuru abiria watoke nje. Abiria ambao mwanzo kiasi fulani walikuwa na ujasiri, lakini baada ya kusikia mlio wa risasi, wengine ndio ilikuwa mara yao ya kwanza kusikia mlio wa risasi, wakaingiwa na hofu kuu. Kila walichoambiwa walitekeleza. Wakaambiwa watoke nje, wanyanyue mikono yao juu kama mateka. Wakaporwa fedha takribani jumla 1,100,000 kadhaa.
huku simu zao takribani simu 8 zikibebwa pamoja na vitu vingine, wakiendelea kutishwa huku wakipigwa kwa zana za jadi, hasa wale walioonekana kuleta ubishi. Tukio hilo lilitekelezwa katika barabara ya Kagera Nkande, maeneo ya mamlaka kata ya Kitondo, kijiji cha Mgombe Kasulu. Ndipo damu ilipomwagika ya dereva Maisha Musa, huku mali zikitawanywa mikononi mwa majambazi hao. Majambazi hao baada ya kumaliza tukio hilo huwa hawapotezi hata sekunde, hutawanyika mara moja. Wahanga wanahadithia ya kwamba tukio hili lilichukua ndani ya kitu kama dakika 1 na sekunde 40 hivi. Manake majambazi hawa walitekeleza tukio lao kwa umaridadi na kwa kasi ya hali ya juu. Tukio la pili likatekelezwa tarehe 27, siku 2 tangu tukio la kwanza litokee. Na katika tukio hilo majambazi wale sasa walipungua 2, wakawa 5 badala ya 7. Hawa wakiwa na silaha moja ya moto aina ya AK-47 pamoja na zana nyingine za jadi, wakavamia nyumbani kwa bwana mmoja aliyefahamika kwa jina la Yuda Yohana. Mkulima huyu mkazi wa kijiji cha Nyakenda. Wakati wakivamia waliamini watapata fedha nyingi baada ya kupewa ramani na mtu fulani ya kwamba huyu bwana amefanya mauzo ya kilimo chake na sasa ana fedha za kutosha, lakini mpaka sasa haijulikani taarifa hiyo ilitolewa na nani. Basi majambazi hawa moja kwa moja walivunja mlango wa nyumba ya bwana Yuda. Kuingia humo wakamkuta yeye na familia yake, wakimnyanyasa, kumpiga na kumtisha kwa zana ya moto. Huyu bwana akaporwa fedha pamoja na simu yake. Hawakulaza damu majambazi hawa. Kumbuka hiyo ilikuwa ni tarehe 27. Tukio la tatu wakalitekeleza ndani ya wilaya hiyo ya Kasulu tarehe 27 Agosti majira ya saa 2 usiku, maeneo maarufu yanayofahamika kama Kambe katika kijiji cha Kimtundu, kata ya Nyamidaho. Hili likafanyika katikati ya barabara kuu iliyotoka Kibondo kwenda Kasulu. Katika tukio hili la kusikitisha, Mtanzania mmoja asiye na hatia mwenye umri wa miaka 41 toka katika kabila la Waha na dini yake ya Kiislamu, aliyekuwa akitafuta riziki mara nyingi kwa biashara na kilimo, akiwa katika gari yake na mwenzake, gari lenye namba T889 BRJ Toyota Arion. Basi na ndani hapo walikuwa na fedha kiasi cha takriban milioni 2. Ghafla waliona magogo mbele ya barabara. Kabla hawajatahamaki kufunga breki ndo lilikuwa kosa lao. Lakini wakati huo baada ya kuyaona magogo na wakikumbuka hivi juzi wamesikia taarifa juu ya ujambazi, wakaanza kurudi Livers kwa kasi, lakini walikuwa wamekwisha chelewa, kwani jambazi mmoja alikuwa ameshasogea katika kiona silaha ya moto na akadai akisubutu kurudisha hata inchi moja ya gari lake nyuma basi atamfyatua risasi kumaliza maisha yake. Kwa woga huyu bwana akaachia usukani na kunyanyua mikono yake juu. Majambazi wakafungua mlango na kumwamuru atoke nje, na waliposachi wakaziona fedha. Walipochukua hazikupita hata dakika nyingi wakaanza kutawanyika. Wakati wakitawanyika huyu bwana akapata nafasi ya kupiga yowe, lakini hilo ndio lilikuwa kosa lake kubwa lililogharimu maisha yake. Baada ya matukio haya matatu ya kutisha ya mauaji, wananchi hawakunyamaza kimya. Sasa ghadhabu zikawapanda, na kilio chao cha kwanza kilikuwa ni kwa jeshi la polisi, ambalo nalo halikupoteza muda, likaingia kazini kuwasaka majambazi hawa. Na kwa kuwa majambazi hawa walikuwa si tu wa kuwatafuta, bali wa kupambana nao ndipo uwakamate, basi akatafutwa mkuu wa operesheni maalumu za jeshi la polisi, SACP Mihayo Msihela. Huyu bwana alikuwa ni kamanda shupavu kweli. Akakabidhiwa vikosi kisha akaingia katika mapori ambayo yalikuwa ndio ngome za wahalifu hawa. Walipotekeleza uhalifu wao walikimbilia katika mapori hayo. Ikumbukwe mkoa wa Kigoma ni miongoni mwa mikoa yenye mapori mengi ya kutisha kabla haujafika ama kuvuka mipaka ya kuingia Kongo kwa njia ya maji kupitia ziwa Tanganyika. Na katika operesheni hii askari polisi walipambana vikali na majambazi hawa, kwa maana walikuwa wamekwisha ingia katika himaya ya majambazi hawa, walikuwa wa kutosha maporini. Na katika ripoti yake kamanda Mihayo akaripoti wakamata wahalifu takriban 146, na ndani ya hao 146 wahamiaji haramu walikuwa ni 144. Hapa utajifunza kitu.
ya kwamba unyama uliofanywa na majambazi hawa hawakuwa ni Watanzania, bali walikuwa ni wageni kutoka taifa la jirani la Kongo. Si kwa mujibu wa maneno yangu, bali ni kwa mujibu wa maelezo ya askari Mihayo Msikahela, mkuu wa operesheni maalumu za jeshi la polisi. Watuhumiwa hao 146, kati yao wahamiaji haramu ni 141, watano ni Watanzania. Na hawa watano walikuwa ni Watanzania ambao daima waliwahifadhi wale wahamiaji haramu. Na baadhi ya askari wakasimulia namna operesheni hiyo ilipokwenda. Anadai majambazi hao kwanza walikuwa na kasi ya ajabu. Walikuwa ni maridadi sana katika shabaha. Ilihitaji umakini wa hali ya juu katika kukabiliana nao. Majambazi hawa walikuwa si wa kawaida. Na askari mwingine akasimulia na kudai anatia shaka yawezekana majambazi hawa hata wana mafunzo ya utumiaji wa silaha, mafunzo hata ya kijeshi. Lakini si tu kwa nguvu zao askari polisi, bali pia kwa kudra za Mwenyezi Mungu wakaweza kuwanasa majambazi hawa, na sasa wakafikishwa katika mikono ya sheria.